Mwokoen. Hebu drogwane namna hii. Bwana Yesu asifiwe. Undanyi hoye. Veruga hoye. Wow. Chakwani. Wow. Napoilwa. Simanya kwa kina poilo. Lakini napoilwa kwa sababu Bwana Adinosa ituku jisebukana hiyo. Tukusha mashiniko. Ituku jegora tu cha kwa Bwana. Manake leo tunaandika historia. Leo hatuko hapa hivi. Leo tuko hapa kuandika historia. Wimbo ulivyosema mambo yanabadilika. Leo mambo yatabadilika. Safari ya miaka ijayo upangwa leo. Sasa mambo yatabadilika. Wachungaji, mnasemanga by fire by force. Kuna mambo lazima by fire by force yabadilike. Tukianza na hapa chini kwa ground, grassroots, mpaka kule juu, mambo lazima yabadilike. Lakini zaidi ya hayo, mambo ya maisha yetu lazima pia yabadilike. Changamoto tunazozipitia kila siku lazima pia ibadilike. Sasa leo cha ukweli mambo yanaenda kubadilika. Tuko hapa na mgeni wangu ama mgeni wetu mkuu, rafiki yangu, mbunge wa Kiharu, the immediate former chairman of budget committee. Yani it pains me kumuita immediate former. Manake huyu bwana hakukosea mtu kutolewa mwenyekiti wa budget. Lakini kwa hekima ama kwa kukosa hekima ya watu fulani wakaamua kumtoa kuwa mwenyekiti. Na sababu moja ni rahisi tu, nyota yake inang'aa. Nyota yake inang'aa. Na ngapi wanakubaliana na mimi nyota ya Ndindi Nyoro inang'aa? Niseme nisiseme? Kabla tuingie kwa mada, agenda ile tuleta leo sana masuala ya elimu. Lakini we must call some things, kama ni mbaya ni mbaya, kama ni nzuri ni nzuri. Kitu mbaya in this country, hawa watu wataita Taveta ambao wameketi hapa. Hawa watu wa Bundani, hawa watu wa Beruga hawamjui kiongozi mwingine bungeni kuliko Ndindi Nyoro. Kweli si kweli? Na hamumjui kwa matusi, manake hatukani mtu. Hamjui kwa sababu yeye ndio upiga kelele zaidi bunge. Ni kwa sababu akiongea, ukiangalia na matendo yake yanaambatana. Unajua kule bunge kuna watu wanaongea na matendo hakuna. Na wengine yani unaona ni wivu tu. Wanaongea matendo ni zero. Lakini rafiki yangu huyu Ndindi Nyoro matendo iko, na kuongea anajua, na kusoma amesoma, na nia nzuri ya Kenya ako nayo. Mheshimiwa Ndindi Nyoro, watu wasikutishe, wasikufanyie, tuko hapa. We are here. Tuambie kwamba waache mchezo, waache kuchezea huyu kijana. Because kesho hawajui Mungu anapanga mambo gani. Sasa Mheshimiwa Ndindi Nyoro, karibu. Watu wangu wataita, Undanyi wanakujua. Ulikuja kwa function yangu pale Undanyi stage. Tukakuwa na hafla nzuri mwaka jana. Tena mwaka huu nilipokuomba uje uongoze hii shughuli leo ya kudhamini watoto wetu, ukasema utakuja. Nitoe shukrani sana kwa viongozi ambao wameketi pande hii. Na washukuru sana. Hapa tuko na wachungaji, our pastors. Wamekuja kwa wingi. Wamekuja kwa sababu wanapenda maendeleo. Na wanafanya ile kizungu inaitwa holistic religion. Yani wanatukuza kiroho, lakini pia wanatuhimiza tusome na maendeleo yafanyike. Asanteni sana wachungaji. Walimu wangu wakuu ambao pia kama kuna assisting guest, yani mdogo wa Ndindi Nyoro leo ni ma principals wa secondary schools. I want truly to appreciate you guys. Anajua mlisimamishwa, lakini niombe msimame tena. Principals wa secondary schools. Na tuwapigie makofi. Let's appreciate them. Hawa mabingwa hawa tumekaa vikao vingi sana tukipanga maneno ya watoto wetu.
Na leo wamekuja wote kwa wingi tu wakiongozwa na chair wao ama chairperson wa walimu wakuu hapa katika constituency yetu ya Wundanyi. Na kwa heshima tu, kwa sababu ni watu wazito, nataka kumpa Madam Mwashi uongee kwa niaba ya walimu kidogo tu. Alafu mambo mengi ambayo ametuleta hapa yanawahusu wao na wazazi na watoto wetu ambao wako hapa. Tumpatie Madam Mwashi kipaza sauti aseme jambo tu moja na roho zetu zitapona. Mgeni wetu wa heshima na mbunge wetu mpendwa na Waweruga wote. Mwasindamana. Mimi ni Beatrice Mwashi, principal wa Senior Chief Mwangeka. Mimi pia ni mwenyekiti wa hawa walimu wakuu wa Taita Sub-County ambao ni Wundanyi, na pia ni mwenyekiti wa welfare ya walimu wakuu Taita Taveta County. Sisi siku ya leo tungelikuwa tunaruhusiwa kusema siasa, tungeyasema. Ila siasa yetu iko moyoni tu. Ningependa kusema tu kwa dakika moja kwamba uongozi ni kama huu, na maendeleo ni kama haya, na ushirikiano ni kama huu. Ushirikiano wa kuwa tunajengana na tunaona maendeleo yetu. Ambaye yako na macho haambiwi, na aliye na masikio haambiwi. Sisi leo ni siku ya furaha kwamba tumekuwa na tabu nyingi wazazi hawa. Uchumi umekuwa mgumu, madeni kwenye shule yamerundika kama nini. Hakuna mwalimu mkuu hapa ambaye hana madeni. Tulikupatia ile ratiba ya ulipaji fee, unapata wazazi wengi wamefinyika sana. Sasa kwa leo sisi tuna furaha kwa sababu tumejua tukitoka hapa wale ambao wanatudai chakula, sijui ni stima, tumekatiwa stima juzi, angaa tutalipa nusu. Na ukienda pia bungeni uombe pia yule MCA pia akipewa chingine, sisi tutafurahi sote. Mtoto atafurahi, mzazi atafurahi, na mwanafunzi atasoma, na maendeleo yatafanya nini? Ningewataja kwa majina lakini kwa sababu ya wakati please understand. Tunashukuru sana. Wataje. Okay. Nzuri wazazi pia waone. Wacha nianze na my classmate. Yule pale ni my classmate, ameinua mkono, anaitwa nani? Aran, mwalimu wa Dr. Agri. Thank you so much. The biggest school. Anafuatwa na mwalimu wa Kiwinda. Yes, huyo ni principal wa Kiwinda Secondary School. Anafuatwa na principal wa Mdondonyi. Anafuatwa na principal wa Mgambonyi. Principal wa Mgambonyi anafuatwa na principal wa Shimbo. Hapa panaonekana pana kitu hapa. Amefuatwa na principal wa St. John's. Mwenyewe pia anaitwa John. Hapa nyuma kuna the new kid on the block, principal wa Mwakivivi. Madam, amefuatwa na principal wa St. Agatha Ngoloki. Hapa on my left ni principal wa Kajungunyi. Mwalimu inua mkono wajue. Yes, huyo ndio wa Kajungunyi. Na nyuma ya Kajungunyi ni principal wa Funju, Mr. Ndalo. Pale nyuma, ingawa ni mdogo, sijui msonge ndio watu wamuone. Huyo ni principal wetu wa Makishimba, Madam Monica. Nyuma ya principal wa Kibinda ni principal wa shule yetu ambayo tumetoka sasa hivi ya Canon Kituri. Na yeye pia ndio vice chair wa walimu wakuu wa Taita. Nyuma yake, kando yake ni principal wa Kitumbi. Wako na basi mpya, mmeliona? Pamoja na Shimbo. Simajua limetoka wapi? Hilo basi. Sisi pia tukipanda hatutakasirika, maana letu ni lizee kabisa. Next to Kitumbi ni principal wa Dalmas Moka, ambaye pia ni chairman wetu wa welfare ya walimu wakuu wa Taita. Na nyuma ya mwalimu wa Kitumbi ni principal wa PJ Mwangola, ambaye pia ni classmate wangu. Tulisoma pamoja. Kuna mtu nimesimuoni. Kuna principal wa St. Mary's ameshikika lakini ametuma mwakilishi.
ambaye ni mwalimu wetu, naibu wa mwalimu mkuu wa St. Mary's. Kuna mwalimu wa Ngangao alituma ujumbe, hasikii vizuri. Kuna Mary Girls, Deputy Principal of Mary Girls, I think she's here. Oh yeah. Yes, madam. Karibu sana Deputy Principal of Mary Girls. That madam makes 22. Asante sana mheshimiwa. Haya. Huyu ambaye anaingia ni principal wa Mugalu Secondary School, Eddie Marami. Asante. Nafikiri tuko sote, tunashukuru sana tena sana in anticipation. Tunakuombea Mwenyezi Mungu akubariki sana mheshimiwa, na wala sio kwamba tunakupaka mafuta kwa mgongo wa chupa. We are very happy na uongozi wa mheshimiwa wetu. Sisi tumeridhika, kila mara tunawasiliana na tunaongozana, anatuongoza mahali tumepotea, anatuuliza ushauri mahali tunaongozana. Tumemchukua kama ni ndugu yetu. Tunaweza kumwambia shida zetu na shida za wazazi na wanafunzi, na anatusikiza kama ambaye kwamba sisi tuko level moja wakati ni mkubwa wetu. Kwa hivyo tunashukuru sana, Mwenyezi Mungu aendelee kubariki. Asanteni sana. Tuwapigie makofi wanapokaa. Asante sana. Asante Deputy Principal wa Mary, Mrs. Mwadime. Asanteni walimu. Sasa head of institutions of primary schools, I want to appreciate you. Mmekuja, najua sasa mko na junior secondary ambayo imekuwa na changamoto nyingi, na mheshimiwa Ndindi anajua hizo changamoto. Kwa sababu bungeni tumeongea sana mambo ya changamoto za junior secondary, tumeendelea kuongeza walimu, but I know mheshimiwa Ndindi hapa Undanyi tuko na changamoto sana ya walimu. Changamoto yetu kubwa ambapo unamesikia nikiatetea bunge masuala haya ni masuala ya hardship allowance. Hapa hii milima yetu, ukishuka hapa kilomita 5 tu from here, mali ulinitumia message ukiwa kunaitwa Kishushe. Undanyi is not as green as you see. Hii ni part kidogo sana. But the biggest part, about 60%, is extremely asal. Sasa tumefuata sana mambo ya hardship allowance, lakini to date bado hatujafanikiwa. Lakini hiyo imetatiza sana hawa walimu. They are doing so much. Na wenzao wa Mwatate na Voi wako na hardship allowance. Sasa imagine mwalimu wa Kenyatta ako na hardship allowance, mwalimu wa Mbela High School Kishushe hana hardship allowance. Sasa kuna hiyo discrimination ambayo nimeisema bunge mara nyingi, and the committee you've supported me in many of those issues. Utanisaidia zaidi kuendelea kusukuma ili masuala hayo yafanyike. So asanteni sana walimu wa primary wa comprehensive schools. Hapa niko na wenyekiti wa kamati zangu za elimu za nyanjani. Lakini leo najua wamekuja wenyekiti wa kila sublocation, alafu ukakuja wameruga hapa, nafikiri ndio wamekuja kamati zote. Mheshimiwa Ndindi Nyoro, in my constituency na kufuatilia mambo yangu ya elimu, kila sublocation iko na kamati, ambapo hiyo kamati ndio inanifuatilia kwa karibu wale watoto tunawalipia karo, wanaishi vipi, wana behave vipi, discipline ikipotea wananiambia, tunatoa kwa mradi. Lakini ajabu ni kwamba hawajai niletea jina ya kutoa kwa mradi. Sasa sijui wanawapendelea watoto ama vipi, ama watoto ndio wazuri. Watoto ndio wazuri. Wote wakija wananiambia watoto discipline iko sawa. So nataka kuwashukuru wanafunzi ambao tumekuwa tukiwasupport, tukiwalipia full scholarship, kwamba nidhamu yenu hizi kamati zimeniambia mko sawa. Alafu kuna group moja hapa ya wazee. Hapa Beruga tuko na group inaitwa WWW. Na hii si World Wide Web, hapana. Unajua wala vijana wa kompyuta wa siku hizo majenzi wanajua WWW ni World Wide Web. Sasa lakini hapa Beruga tuko na WW yetu ambayo inaongozwa na aliyekuwa councillor na chairman wa county council miaka hizo, Abo Benson Mwabuganga. Abo simama. Tumpigie makofi huyo Abo. Na wale wazee wote wa WWW simameni. Wale ambao mmekuja leo. Tuwapigie makofi hawa wazee wa busara, wazee wa hekima. Leo waliniambia kwamba niliwaambia kama wataweza wafike. Na mimi nafurahi kuwaona, na kama kuna microphone nyingine ingekuwa imefika pale, mmoja wao tu aseme jambo, salamu tu. Manake hawa wazee ni wazee tumefanya nao kazi kwa karibu sana. Huyo jamaa alikuwa councillor for 30 years, ndio babo? Alikuwa councillor for 30 years. Anachaguliwa, kila akisimama anachaguliwa hapa Beruga. So mmoja wao aseme jambo moja tu, alafu roho zetu zitapona. Patia spokesman wao. Abo Mungu. Roho hapa. Mwenyekiti
mbunge mheshimiwa wa Wundanyi Taita na principals wote ambao wametutembelea, maana mimi natoka hapa, na walimu kwa ujumla, na kina baba na kina mama na vijana wetu wa jinsi, na wasalimu katika jina la Yesu. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Nashukuru umenipatia nafasi niongee. Nataka kusema hivi. Mwalimu mmoja amesema vile ningesema. Hatupaki mafuta kwa mgongo wa chupa. We are really from mheshimiwa. We are there. Ukitaka anything from WW, wazee wanahusika. Thank you so much. Asante sana. Makofi ya wazee. Chukueni nafasi. Hawa wazee tumesifanya nao mambo mengi. Hata kuna mambo yamekwama, lakini mengine yanaendelea kufanyika. Hawa mimi nawapenda kwa sababu palipo wazee hapa haribiki neno. Na wameona mambo mengi. Haya mambo ya mpaka inasumbua Taita Taveta. Abo Benson anajua haya mambo. Na wanajua makosa yako wapi, ni wapi tumelegea kama viongozi wa sasa. Hawa wazee wanajua hayo mambo. So sisi kama viongozi ambao tunachipuka ni vyema tufanye kazi na hawa. Sasa kuna waheshimiwa ma MCA. I didn't know kwamba mtakuja kwa wingi hivi. Na najua mheshimiwa wetu speaker pia aliniambia kwamba akimaliza mapema atafika hapa. Manake leo kwa nini tumeanza hii function saa 8? Ni kwa sababu kulikuwa na mazishi leo kila mahali. Kulikuwa na mazishi hapa karibu tu mheshimiwa, like about 2 kilometers from here kulikuwa na mazishi. Kule Wundanyi kuna mfanyikazi wa county assembly pia alikuwa anazikwa leo. Na tumekuwa huko asubuhi. Hasa hawa ma MCA wengi tulikuwa nao pale ndio sasa wamekuja, na wengine wameenda nyumbani kwa mazishi. Wengine wamespeaker mwenyewe wamesema akimaliza mapema atakuwa hapa. So I truly want to thank you. Wanafunzi na wazazi, leo nataka tuongee mambo matatu. Kwa sababu hatuna muda mrefu sana. Najua kuna mambo mengi ya maendeleo ambayo tungeongea leo. Huenda tusiaongee yote. Lakini kawaida mnajua mikutano hizi nitaendelea kuzifanya ili tuendelee kuongea na kusemezana ni vipi tutabadilisha Wundanyi yetu. Lakini leo nataka sana tuhimize hili swala la elimu kwa watoto wetu, na tuone ni vipi basi tutashikana mkono. Tuone ni vipi tutasaidiana kama jamii moja ya watu wa Wundanyi. Tuone vipi tutabadilisha maisha. Ni vipi hali ya maisha tutaiboresha. Ni vipi hali ya masomo itaenda juu. Ni vipi shule zetu tutazibadilisha. So hapo tutaongea kwa muda kidogo. Ndio baadaye nimkaribishe mgeni wetu wa heshima ili aje naye aseme alafu tumalize. So hatutakaa sana, niombe tu kwamba tutembee hivyo, na kwa sababu holi imejaa, kuna joto, tupunguze movements. Alafu tunyamaze tu tusikie ili tuende haraka tumalize kwa wakati wa sawa. Mheshimiwa Ndindi Nyoro, kuna mambo mengi umenisaidia nikaleta hapa kwetu. Na kuna mambo ya fikra ama tumebadilishana magesho kama kwa baada ya Kiswahili wewe. Mawazo, yes. Swahili cha kunda kuwa. Tumebadilishana si magesho, si ndio mawazo. Na tumekuwa tukijadiliana mambo mengi kuhusu ni vipi sisi kama viongozi ambao ni viongozi wachanga ama viongozi ambao wamechaguliwa tukiwa at this age tutakuwa tofauti na wale viongozi waliotutangulia. Na kati yale mambo mengi tumekuwa tukizungumza mheshimiwa, mengi ya hayo yameleta afueni hata hapa constituency yangu. Katika ile orodha ya wabunge wanaofanya vyema, Mheshimiwa Ndindi Nyoro tuliingia naye bungeni 2017 mliponichagua mara ya kwanza. Na ile kipindi cha kwanza hatukuwa kamati moja. Lakini kipindi cha pili nilipochagua ndio tukakuwa kamati moja. Na mimi niwaambie tu historia kidogo. Yeye pia alisoma Kenyatta University kama mimi. Lakini yeye ni mdogo wangu kidogo. Mimi ni mkubwa wake kwa miaka. Sasa kwa hivyo katika njia zetu zilianza kucross from those days tukiwa university. Sasa alafu alifanya economics, pia mimi nilifanya economics.
Alafu after hapo anaendelea na masomo, anafanya degree yake ya 3. Mimi pia kwa sasa anafanya degree 2 at the same time. Na mimi nafanya degree yangu ya master sasa hii. Yaani masomo hayajaisha. Tunaendelea kuongeza elimu ili tunapofanya yale tunayofanya tuwe kwanza kielelezo kwa hawa watoto. Lakini la pili, Sekebonya Malagosa, kama hatuna uhakika, hatujafanya research ya kutosha, hatujaangazia kwa kina. Unajua mara nyingi unazofanya jambo kwa mshtuko, impulse, useme tu nitalipia watoto fee, lakini hujapiga mahesabu ukaona mahesabu yanaingiana. Unaweza kuja ufanye jambo, utangazie wananchi jambo na likushinde. Kwani ni mradi ngapi tumeona zikianzishwa zikianguka? Unazijua hapa undani na Taita Taveta kwa ujumla. But one thing I want to guarantee, na watu wangu wamenishika mkono sana, Mheshimiwa Ndindi Nyoro, hatuanzi kitu cha kubahatisha. Tulianza Simabukiva 2018, iko ama haiko mpaka sasa? Huu ni mwaka wa 8 tukiwa na Simabukiva. Tukaanza mti mtoto, iko ama hakuna? Wengine walidharau wakasema hapa undani mtoto akizaliwa tunaenda kupokea mtoto. Ama kubada maana Kiswahili changu bada. Kushika mtoto. You know? Sasa hapa kila mtoto anayezaliwa tunampandia miti 5 kwao. From 2019 to date hakuna mwaka hatujapanda miti. Sasa tuko na hesabu ya watoto wamepandiwa miti. Sasa hivi tunangoja mvua inyeshe tena. Hii mvua imeanza ya kwari hii ya winter. Ikianza hii tunakuja kwa wale hatujawapandia miti, tunakuja manyumbani zenu kupanda miti. Tukaanzisha Boresha Matokeo Award. Mnakumbuka? Shule ikifanya vyema tunaibosa milioni 5 ya secondary. Tunaipatia milioni 5. Ya primary tunaipatia milioni 3. Kwa hivyo miradi tukianzisha hapa, we are confident kwamba ni miradi ambazo tumeziangazia kwa undani. Hata leo Mheshimiwa Ndindi Nyoro amekuja kuzindua mradi mwingine ambao tunauzindua leo, ndio kwa sababu hawa vijana wameng'ara namna hii. Hebu vijana ambao wamevaa uniform wasimame. Wale vijana wamevaa uniform wasimame. Wamevaa t-shirts. Wanapendeza hawapendezi? Wagoka ndevigokie. Hebu geukeni hivi wazazi waone, wale face this side. Ndio wazazi wasome lebo. Wanasema soma lebo. Nani ako karibu asome lebo? Simabukiva na Wiri. Asante, mmesoma. Ketini. Yaani ile Simabukiva tumekuwa tukifanya, tunataka kuinawirisha. Tunataka Simabukiva inawiri. Simabukiva ikinawiri, lengo kubwa, maisha ya watu wetu yanawiri. Maisha ya wazazi ambao wanajituma kila siku kusomesha watoto wao yanawiri. Performance ya hawa watoto tunataka inawiri. Shule zetu tunataka zinawiri. Viongozi wenu wanawiri pia. Lakini zaidi ya hayo yote, kunawiri kunaletwa na kupunguza gharama ya maisha. Je, tutapunguza vipi gharama ya maisha kupitia Simabukiva na Wiri? Hiyo ndio swali nafikiri wengi wanajiuliza. Unajua Simabukiva, what we've been doing, Mheshimiwa mgeni wa heshima, hapa kila mwaka tulianza kuchukua watoto from homes that never took their children to secondary schools. Yaani wale watoto ambao kwao, sio kama kwenu iko, lakini hapa kwetu miaka ya mbele, wakati nikiomba kura niliwaambia watoto walikuwa wanamaliza class 8 wanaenda kufanya kazi za maid Mombasa na Voi na Nairobi. Wanamaliza class 8 wanaenda kufanya kazi ya kulisha, si uchungaji hii ya pastor, kuchunga ng'ombe. Alafu ilikuwa kuna familia hapa kwetu zilikuwa zinajulikana, yaani mtoto akiwa class 8 kabla afanye mtihani anakuja kuombwa. Yaani anabukiwa. Mtu anabukiwa anaambiwa, mami, auntie, shangazi, mriwa, wifi, mtoto wako akimaliza class 8 na muomba tumpeleke kwa msichana wangu Mombasa aende kufanya kazi ya nyumbani. Ni kweli si kweli? Mimi 2017 nikiomba kura nikawaambia hakuna mtu atabuku mtoto wa class 8 tena. Na nikawaambia kama unataka kuandika maid, andika wa form 4. Maana yake wa 8 wa maisha. Siku hizi kuna mamaids wa class 8. Watoto wote sasa hivi ukitaka kuandika house girl, maid ni house girl, unaandika wa form 4. Na kama ni ule 8 ni wale walimaliza zamani kabla Mwashako akuwe mbunge. Lakini mimi nikiwa mbunge na Mzeria, mkiona mtu ameenda maid na hajamaliza form 4 hata amefika form 2 form 3 mniambie to deal na hiyo familia. Hiyo tulimaliza. Kuna mambo tulikubaliana yameisha. Sasa hizi
Hata hivi Borori mnaona hapa vile watoto vijana wa kumangamanga madukani. Wacha niwaambie, mkiona kijana na mangamanga na ako 19, 20, 21, 22 years, huyo kijana atakana tupeleke jina kwa chief. Tuanze kuwapeleka college by force. Maana hata college tunawalipia. Ili wale ambao wana mangamanga Borori, wale wakubwa wa 30, 35 years, 40 wakiendelea kuzeeka vifunywa ni mbeo, watatolewa na baridi. Ili barabara zetu zikuwe hazina vijana wa kumangamanga. Hao vijana tunawasomesha tukiwashika from class 8, tunasomesha from 1 mpaka from 4, yani tunalipia full fees, full scholarship. Ndio Simabukiba ilianza hapo. Kwamba so far tumesomesha watoto 1040. 470 bado wako shule. That means 500 plus, 500 or 600 wamemaliza form 4. Na wengi wako college, wengine wameenda university, wengine wako college, wengine mwezi ujao tunawapeleka kwa hizo vyetu vya ufundi. Lakini round hii, baada ya kufanya hayo yote, bado mzazi anapitia changamoto ya kusomesha mtoto. Manake si wote wana qualify kuingia Simabukiba. Ndio kwa sababu sasa tukafanyia research another program. Na nikajifunza kwa wenzangu, sana sana kwa huyu mwenzangu Ndindi Nyoro. Leo hii tunazindua mradi wa Simabukiba na Wiri ili hawa wazazi ambao wanasomesha watoto na shida leo wakutane na Mungu wao. Leo wakutane na Mungu wao. Na leo hapa kuna watu watakutana na Mungu leo. Kwa kuja kwako Ndindi Nyoro, kwa huu mradi utatusaidia kuzindua, kuna watu wanakutana na Mungu leo. Mnaenda kumuona Mungu live. Wacha kumuona Ndindi Nyoro live. Mungu live. Nianze kwa kusema hivi. Najua wazazi wengi wananiuliza mambo ya basari. Na basari tumekuwa na changamoto. Ni vizuri Mheshimiwa MC ametaja vizuri, Mheshimiwa Mwandau. Ni kweli tangu Mwandau achukue nafasi ya uongozi nimepata afueni. Mwaka jana, mwaka juzi, kuna wazazi huja kwangu wakaniambia, "Meko wazazi viko na wanasema ukweli. Mheshimiwa Mwashako, mimi naomba 1500 kwako. Manake nimepata basari ya Mwandau 1500. Sasa unaona nikikupatia 5 na Mwandau ametoa 5. Si umesonga mahali? So kuna changamoto saizi na masuala ya basari. Na amesema sana sana ikiwezekana yakija bungeni tusaidie hiyo pesa iendelee kuendelea vile ilikuwa. We will support that. And I'm sure even Ndindi Nyoro will support that. Challenge ile iko. Unajua mambo yakiwa kotini ni tofauti na mambo yakiwa ndani ya bunge. So tuombe Mungu pengine koti baadaye because watarudisha masuala haya kwa the political class. So then we deal with it politically. Badala ya ikue kwa baki kienda kwa koti inasema secondary schools na primary hazitakani zipatiwe pesa na governor ama na MCA. That is wana interpret sheria hivyo. But now these are things that will continue following up. Hatujui itaenda vipi, lakini I want to be sure to tell you how wazazi wanahitaji basari ya mbunge, wanahitaji basari ya MCA, wanahitaji basari ya women rep, wanahitaji basari ya kila mmoja. Lakini leo I have good news. Niliwaambia kwamba this time nitaongeza basari. Nakumbuka eh? Nilipiga hesabu, najua hakuna form 1 So hiyo form 1 hakuna hii mwaka. Sasa kwa sababu form 1 haiko na nimefanya mambo ya benki ya mahesabu, si lazima sasa pesa ukipanga vizuri inazaongeza kitu. Sasa leo niko na good news ya wale watu mko na watoto boarding. Boarding leo tunapeana pesa kwa walimu. Na kabla nituzame natoana pesa, tayari wale watoto wa Simabukiba wale wako full scholarship. Fee yao tumelipa ya mwaka mzima tayari. Tulilipa Januari. Hao walimu wako walikula hiyo pesa tayari. So ya Simabukiba tunalipanga Januari, mwaka ukianza shule ipate pesa, ilipe suppliers na mambo mengine. Boarders, wale watoto wako boarding leo tunapeana kwa walimu wenu kila mtoto 1800 leo. Na si shule za undanyi tu, hata kama mtoto anasoma Voi, anasoma Matuga, anasoma Kisumu na ni mtoto wa kuzaliwa hapa undanyi, tunampatia pesa leo. Sasa tumegraduate cha 5000 tumeenda level ya juu. Lakini sasa good news kubwa za watoto wa day school. Ndio maana yake tuko hapa. Simabukiba na Wiri. Huu mradi una vigezo kama 5. Ama madhumuni wa huu mradi ni mambo 5. La kwanza, huu mradi wa Simabukiba na Wiri ni kupunguza gharama ya maisha
kwa household ama kwa familia. Tunataka maisha, yani katika tumefanya research and maybe in my constituency Mheshimiwa Ndindi, parents are spending, ama families are spending 80% of their income kupeleka shule. 80% inaenda shule. Imagine mtu anapata 10,000, 8,000 inaenda shule. 2 ndio inabaki igaramie madawa, nguo, malazi, igaramie kila kitu iko kwa 2,000. Wengine wamepatwa ni 5,000. Kumaanisha 4,000 inaenda shule. Wabaki na 1,000, hiyo 1,000 ndio apange kila kitu yake ya maisha hapa. Ndio kwa sababu mama wengi hapa mara mwisho hawezi kumbuka alinunua dera lini. Hawezi kumbuka. Ama nasema story zangu. Dera tu dera. Hawajui alinunua lini. Hata kitambaa cha chongo. Wamuita nani mbefunga vitambaa vya chongo kwa sababu ya maisha kashoka. Hii kitambaa ya kichwa. Zamani ukitaka kujua mwokovu unaona kitambaa kwa kichwa. Lakini si eti siku hizi hawajaokoka. Ni maisha imekuwa ngumu, kitambaa kununua ni shida. Ama nasema uongo wachungaji. Sasa kuna wale wanapenda urembo kama dadangu hapa Dama Brown. Sasa nywele inabidi ikae kichwa miezi 3. Yaani ukifanya style haubadilishi. Kwa sababu pesa iko wapi? Imeenda shule. Sasa tafadhali kina mama mko na merry-go-round. Kina baba ndio stress zaidi. Mara ya mwisho ambao ulishuka ndani kupimisha trouser ni lini? Trouser. Sasa wazee, hata kina mama nyinyi kidogo mnatuchenganga. Kidogo nyinyi mnang'ara, mnatuacha sisi tunakaa vile tulivyo. Ama nako nateweke hapa. Mzee mmoja ananiambia mwada kulani bana. Watoto wanawanunulia nyinyi maleso, sisi hata hatukumbukwi. Sasa mzee ako na trouser moja. Hata wachungaji muombe wazee sana. Ndio maana yake wakuji kanisa. Hawana nguo ya kubadilisha. Wazee hoye. Sasa madhumuni ya Simama Kiba na Wiri, la kwanza tunataka tupunguze gharama ya maisha kwa familia. Tunapunguza vipi gharama ya maisha? Juzi nilikuwa mgange kwa mkutano on Tuesday. Mama moja akaniambia hiyo Monday yake alikuwa anatoka kwa nyumba, aliandikiwa na dispensary ya kule aende Besu kufanywa x-ray. Kutoka kwa nyumba useaga aje Shongolonyi, watu wa mgange kama wako hapa na watu wanajua Shongolonyi. Kabla kusema Shongolonyi kwa kwenda fika St Mary's, akakutana na watoto wa St Mary's wamefukuzwa. Mtoto wake akiwemo mmoja wao. Na alikuwa na 1,000 I think na 500. Anaenda nayo Besu. Safari ya kwenda Besu ilishia hapo. Manake alijiuliza, nitaenda Besu ama niende shule? Alishuka St Mary's pale akaingia shule. Akalipa 1,500, ukabia ukitigi na mkwaba ndo mpaka nyumbani. Akarudi kwa nyumba, hajaenda hospitali. Inatendeka sana kwa jamii nyingi. Una pesa hata ya dawa. Leo hii kama uko na mtoto day school, nataka kukupatia good news. Tumeketi na walimu vikao viwili na tukajadiliana. Kikao cha kwanza kilianza saa 4 kikaisha saa 11. Kikao cha pili kikaanza saa 8 kikaisha saa 11:30. Tukipanga mambo ya watoto na nyinyi. Na tukasema hivi, kwa kila mtoto ambaye anasoma day school, manake wengi tunapeleka watoto day school kwa sababu tunajua hali zetu. Wazazi wengi wanapenda kupeleka watoto boarding. Hata wala boarding wanang'ang'ana. Lakini wengi wanashindwa. Sasa unapeleka Mdundoni, unapeleka Shimbo na kwingine. Sasa kama uko na mtoto boarding leo, day school leo, na wengine wako hapa, wa Shimbo wako hapa, Mdundoni wako hapa, wapi wengine wako hapa, Gangao wako hapa, na wa Mwakishimba wako hapa. Hawa watoto tumekubaliana na walimu kwamba mzazi atalipa ile pesa ambayo utalipa kwa term moja ni shilingi 1,000. Shilingi 1,000. Kumaanisha kwa mwaka utalipa pesa ngapi? 3,000. Hiyo ndio mahesabu tumefanya. Ile nyingine ya juu, mimi na ofisi yangu na CDF
na partners tulio nao, ndugu mentorship, Kenya Kids na wengine, tutagharamia. Kwa sababu mlinipatia kazi ya kuwa kiongozi wenu, na kilio chenu ni kilio changu. Sasa na ukilipa 1,000 kwa mwezi, kwa tamu, ukigawanya tamu iko na siku 100, kumaanisha kwa siku ni shilingi 10, per day ni 10 bob. Haya basi, mambo haya nimesema tumeyafanyia research kwa undani sana. Haya mambo si mageni Kenya, yanafanyika mahali. Yanafanyika wapi wenye wanajua? Kiharu constituency. Ndio manake ubingwa yuko hapa. Sasa kuna mtu amesema hapa, ukikaa na mwizi unarudi, ukikaa na mchawi unarudi, ukikaa na mwerevu unarudi. Leo Ndindi yuko hapa kushuhudia mambo haya, kwamba yani kile kilichomea Kiharu hata hapa Wundanyi kinaweza mea. Sasa itapunguza gharama ya maisha, haitapunguza? Itaboresha hali ya maisha ama haitaboresha? Manake kweli kama ulikuwa unatumia 80% kusomesha shule, na sasa hii imetoka 15,000, 16,000, 17,000, unalipa 1,000, maisha yamegeuka ama hajageuka? Hiyo ndo habari njema leo nimeleta, na ndio kwa sababu wanafunzi wako hapa wa day school. Hawa wanafunzi wa day scholars wote kutoka tamu hii, na hatuanzi next time, tunaanza tamu hii. Asante. Tunaanza tamu hii. Kwa hivyo kumaanisha kama umelipia mtoto wako aliye hapa 1,000, umemaliza fee hii tamu. Hiyo ingine napatia walimu pesa hiyo leo hapa. Kama umelipa 2,000, umelipa mpaka ya next term. Kama umelipa 3,000, umelipa na mwaka mzima. Sasa swali ni je, mimi nimelipa 10,000, itakuwaje? Mimi nilimaliza fee yote ya mwaka ama ya first term. Uone Bunjiri wa change America bada. Hapo ndio swali. Maana najua tulikaa na walimu tukafanya hesabu, wengi wanasema 15 to 20% of parents pay fees on time na wanalipa yote. About 15 to 20%. So kuna wazazi hapo walimaliza fee ya hii term, wengine hata mwaka mzima. Kuna mama alienda akachukua pesa kwa merry go round, table banking, akalipa yote shule. Sasa nataka wachungaji ambao wako hapa, nataka kwa makanisa yenu. Kazi endelee. Wachungaji ambao mko hapa, nataka in your own special way mwende mfanye special prayer kwa wale ambao wamekuwa wakilipa fee yote. Wale ambao wamelipa zaidi ya 3,000, wazidi kubarikiwa. Manake hatutarudisha hata shilingi. Kile tutafanya, kwa sababu kwa nini tukurudishii? Tukikurudishia baraka zako zitakuwa zimepungua. Na kwa kulipa kwako fee yote ndio sababu shule zinaendelea mpaka leo. Kumaanisha kuna mtoto wa mri wako, wa mfupe wako, yani mtoto wa jirani yako ambaye hajalipa hata shilingi. Wewe umelipa yote, sama mwalimu anaangalia anaona acha amweke tu shuleni sababu kidogo kuna mtu alilipa fee yote. Kwa hivyo ubarikiwe sana. Lakini next year unaweza kulipa moja kama wengine. Tunakubaliana mpaka hapo Lakini kuna masharti. Nasema masharti. Sharti la kwanza, na hili ni muhimu wazazi, hii pesa 1,000 haitachukuliwa churuchuru. Haitachukuliwa 200 leo, kesho 300, kesho 150 bob. Hata tunataka ifike hata umalize wakati wa mtihani. Tumekubaliana na walimu, siku ya kufungua shule
uje na elfu ya watu moja. Siku ya kufungua amnielewi vizuri. Kumaanisha kama ni usifike siku ya kufungua shule ndio unaenda kutafuta kibarua cha kulipa fee 1000. Mtoto akifunga shule hii tarehe next wanafunga shule karibuni. Hiyo napofungua tarehe 28 April, hiyo 1000 watu iko cash mkononi. Kama ni ya kutuma kwa pay bill tuma, na mtoto aenda aonyeshe nimelipa 1000 yangu. Akikosa kwenda na hiyo 1000 siku ya kufungua shule, mtoto mimi sitalipa yangu. Wataniandikia barua aseme huyu mtoto mzazi na mtoto wake wamekataa masharti. Kweli utashindwa na 1000 ya siku ya kufungua? Hata ukishindwa wewe sasa unahitaji hata huyo mtu kama huyo akija kanisa mnamfukuza. Zamani ilikuwa una excommunicate. Manake mimi nikikuwa vibarua ve duka msangaga na bonyere. Hata mtoto mwenyewe akifanya kibarua akifunga shule, akifanya siku 2-3 ako na 1000. Sharti la pili. Kuna watu wako na madeni hapa. Madeni ya hii term, sasa hii term tumemaliza mambo yake. Unless kama ukulipa kitu. Kama ukulipa kitu tafuta 1000 watu upeleke shule. Day school. Kuna wale wako na madeni ya last year. Ya last year, unajua kuna mtu mmoja ambaye alilipia watu deni. Yaani mtu mmoja ambaye alilipia watu deni ni Yesu peke yake. Hakuna mtu ulipia mtu deni. Kabonya deni yako ni yako. Kama anasema Mungu wachungaji, hata kuna nyimbo inasema nimelipiwa deni. Mimi sitalipa madeni ya last year. Sasa wewe mzazi ambaye unadaiwa Mdundonyi 10,000 ya last year ama 2,000, tumekubaliana na walimu from next week enda shule. Wende uketi na walimu kubaliane hiyo deni utalipa vipi. Manake tusitoke hapa mseme Mwashako ametusamea madeni yote. Mimi nimepunguza gharama ya maisha kutoka hii term kwenda shule. Wakubaliane, walimu wanasema ni hivyo. Kwamba wende tumekubaliana ndevi kusua bana. Hatutafukuza watoto. Ukikosa kwenda mzazi kuongea na mwalimu mkuu juu ya hiyo deni, hatutafukuza mtoto. Ni jina italetwa kwa ofisi yangu. Mimi nitafute chief, nitafute Land Cruiser kule chini, tuje tukuite polepole uingie kwa gari, twende tufanye kesi kwa DC. Kama hujaenda, si kama hujalipa, kama hujaenda kujadiliana utalipa vipi. So madeni yalipwe. Sitaki kwenda haraka sasa kwa sababu ya time. Hiyo ndio the main point. Lakini pia lingine ambalo ni la muhimu, kwa nini tunafanya huu mradi? Kando na kupunguza gharama, tunataka matokeo ya watoto yaende juu. Huyu mtoto akikaa darasani Januari mpaka Disemba bila kufukuzwa, fee imelipwa yote. Siku ya kwanza ya kufungua shule ako shule. Maana wengi hawaendi siku ya kwanza kwa sababu ya fees. Lakini hauna sababu ya kumchelewesha nyumbani. Watapita. So we are sure performance of our day schools itaenda juu. Wataongezeka day school ama hataongezeka? Lengo lingine la huu mradi, tunaona day school zetu zinakufa. Mdundonyi iko na watoto wangapi? 40 ngapi? 35. Unajaribu sana Mwakishimba. Niko na shule watoto wanaisha. Kashungunyi how many? 45. Na sisi watoto hakuna. Watoto wanapelekwa shule zingine. But the moment this performance of our school ikienda juu, wala watoto watarudishwa hizi shule zetu. Population ikiongezeka kwa shule zetu, uchumi wa hiyo sehemu ambayo shule iko unaenda juu. Sasa hiyo ndo malengo mengine, kwamba population ya shule zetu iongezeke. Alafu wale ambao wanapeleka watoto boarding, nataka kupatia good news ya next term. Ukiona mzigo umekuwa mzito, rudisha day school. Uingie kwa 1100. Kwanza tu next term tukubaliana na walimu wako tayari kuwachukua watoto wa Kenyatta, wa Kitava, watoto wa shule zingine of boy girls,